kujitunza na mazoezi mengi sana. Mazoezi na kujitunza na kumwomba Mungu akupe afya njema basi. Ni Ramadhani Chombo Redondo anaachia fataki moja ya maana kweli kweli. Karibu kwenye The Legend Table. Ni mahala pekee ambapo tunakusimulia hadithi za mastaa waliogusa game na kuacha alama isiyofutika katika mpira wa miguu. Leo tunamzungumzia mchezaji ambaye hakuhitaji makelele ili kuonekana, lakini walioolewa mpira walimkubali mapema sana. Pia raha ya kumtazama yeye akiwa uwanjani ni zaidi ya kumtazama J-Lo akiwa anaoga, kwa sababu alivutia machoni na moyoni. Kila miguu yake inapokamata mpira, basi watu hupiga kelele na shangwe nyingi. Huyu si mwingine, ni Ramadhani Chombo maarufu kama Redondo. Huyu Redondo alifanya mpira uonekane kitu rahisi kama kumenya ndizi. Ramadhani Chombo Redondo si tu mchezaji wa kawaida, ni mchezaji ambaye baadhi ya watu waliwahi kusema wazi kabisa kwamba huyu alipaswa kuzaliwa Brazil. Watu walisema hivyo kwa sababu ya utulivu wake, ufundi wake na namna alivyokuwa anashika mpira kama sanaa. Kabla hata hajajulikana sana hapa nyumbani, Redondo aliwahi kupata nafasi ya kucheza mpira barani Ulaya akiwa na umri mdogo, na hakuwa peke yake. Alikuwa pamoja na wachezaji wenzake kama vile God, Salfa Ortega na Jabir Azizi, kaka mkubwa Stima. Na tukapata nafasi ya kwenda kwenye mashindano Denmark. Tulibahatika kupata nafasi ya kwenda Denmark kwenye mashindano na kituo chetu, tukaenda first mara ya kwanza. Hii ilikuwa ni hatua kubwa sana kwa mchezaji mdogo kutoka Tanzania, iliyempa exposure kubwa, ikampa uzoefu na kumjenga kiakili kwenye soka la kisasa. Lakini kama ilivyo kwa safari nyingi, baadaye alirudi Tanzania. Aliporudi alianza upya kujijenga. Akaanza na klabu ya Tambaza FC ya Magomeni, kisha Ashanti United ya Ilala, ambapo hapo alianza kuonyesha kile ambacho wengi walikuwa bado hawajakiona. Hapo ndipo jina la Redondo likaanza kusikika, na haikuchukua muda akaingia kwenye moja ya klabu kubwa zaidi Tanzania, Simba Sports Club. Akiwa Simba ndipo alithibitisha rasmi kwamba yeye ni mchezaji wa kiwango cha juu. Redondo akiingia Simba, moja ya klabu kubwa zaidi Tanzania, na hapo ndipo alipoonyesha kiwango chake cha kipekee. Hapa Simba, Redondo alikuwa kiungo wa kipekee wa mashambulizi na ulinzi. Alijulikana kwa utulivu wake uwanjani, hata pale timu ilipokuwa chini ya pressure. Alisaidia kupangilia mchezo wa timu na kutoa pasi za ubunifu zilizochangia mabao. Uwezo wake wa kusoma mchezo na kuweka timu kwenye mwelekeo sahihi ulifanya kuwa mchezaji ambaye kila kocha alitaka kuwa naye. Kwa mashabiki, Redondo alionekana kama kiungo wa uhakika, mtu ambaye mchezo unaenda kama alivyoamua yeye. Anawaambia leo hataki mazoea, msimzoee. Yeye ni mkongwe. Angalia alichokifanya. Alimtazama mlinda mlango wapi amesimama, akagundua aliposimama na vipimo vyake hawezi akafika. Naam, barabara umejaa kwenye neti. Moja ya kumbukumbu bora wakati yupo Simba ni ile mechi ya dhidi ya Yanga, ambapo hadi halftime Simba ilikuwa ameshafungwa goli 3. Kipindi cha pili aliingia yeye, Redondo, Homod na Amri Kiemba. Mechi hiyo alionyesha kiwango kikubwa sana hadi timu ya Simba ikafanikisha kurudisha magoli yote 3 katika kipindi hiko cha pili, na mechi iliisha 3-3. Baada ya Simba, Redondo aliweka historia pia ndani ya Azam Football Club, matajiri wa jiji. Hapa alikabiliana na changamoto mpya: kufanya vizuri kwenye timu yeye wachezaji wengi wenye ubora, kudumisha ubora wake licha ya kushindana ndani ya kikosi. Lakini Redondo alionyesha nidhamu kubwa uwanjani, ubunifu katika kuratibu mashambulizi, uwezo wa kuongoza vijana na kuimarisha mfumo wa timu. Utulivu wa hali ya juu wa kiungo Ramadhani Chombo Redondo akimchungulia mlinda mlango Ahmed Kadedi ambaye
Wakati akiwa Azam, alithibitisha kuwa mara nyingi ni mchezaji wa kiwango cha juu ambaye hawezi kupuuzwa. Mashabiki walimpenda, wachezaji wenzake walimheshimu na kocha alikuwa akimtumia kama kiungo muhimu katika kila mechi. Redondo alikuwa si mchezaji wa kukimbia sana, bali alikuwa anaufanya mpira ukimbie, control ya hali ya juu, pasi za uhakika, uwezo wa kusoma mchezo kabla haujatokea. Alicheza kwa utulivu ambao si wa kawaida. Ni aina ya mchezaji ambaye anapokuwa uwanjani timu inakuwa na mwelekeo, na akitoka kila kitu kinabadilika. Ubora wake haukuishia kwenye virabu hivyo pekee. Aliitwa katika timu ya taifa. Heshima kubwa kwa mchezaji yoyote kuitwa timu ya taifa, na hilo lilikuwa ni thibitisho kuwa uwezo wake ulikuwa unatambulika kitaifa. Lakini kitu kikubwa zaidi kuhusu Redondo ni namna alivyoheshimika na watu wanaoelewa mpira, sio kwa sababu ya kelele, bali kwa sababu ya ubora wake. Mpaka leo bado kuna watu wanaamini kama angepata mazingira tofauti kidogo, angeenda mbali zaidi kimataifa, na wengine bado wanasema huyu alizaliwa sehemu isiyo sahihi. Kipaji chake kilikuwa kikubwa kama cha Master wa Brazil. Hii ni hadithi ya Ramadhani Chombo Redondo, mchezaji aliyefanya mpira uonekane rahisi wakati kiuhalisia ni wachache sana wanaoweza kufanya alichokifanya. Usisahau kusubscribe na kuwasha alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata recap zetu pale ambapo tunatoa. Mimi ni storyteller wako Oldie 255.